Sa kukubali neno lake, ninala moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamini, ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake, nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu thamani, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. We worship you, dear Lord, this afternoon for thy grace, for thy mercy. Thank you for this, Father Lord, you have taken us through it, you have taken your mighty hand. Tunalishujudu jina lako Bwana, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunapo nena neno lako adhuhuri ya siku ya leo, tunaomba Bwana ukatutumie jinsi wewe upendavyo. Acha neno lako likafanye kazi ndani yetu, ndani ya mioyo yetu na kwa maisha yetu Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Naomba Bwana ukanitumie jinsi upendavyo kama chombo chako, na ili mfalme mwema nipeane neno lako jinsi upendavyo, katika jina na damu ya Yesu Kristo naomba na kuamini. Watazamaji wetu na walio katika nyumba, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Naitwa Beatrice Owabo wa Kariuki na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Adhuhuri ya siku ya leo tutanena neno la Mungu kutoka kitabu cha Ayubu, Job chapter number 42 and verse 16. Job chapter number 42 and verse 16. Na Biblia inasema ya kwamba, kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi vinne. Ni hapo Job 42 verse 16. Ile kitu nataka kuongelelea adhuhuri ya siku ya leo ni kwamba that God has an after this. Praise the name of the Lord. God has an after this. Wakati tunasoma historia ama story ya Job,
Kuna mambo mengi tunajifunza kupitia hiyo kitabu, na yale yote Ayubu alipitia, there was an after this. Ni kwa sababu atakana kwamba alipitia mambo magumu na mazito, Mungu alikuja na akamlipa kitu na kingine. Kwa hivyo there was an after this to the life of Job. Job lived, tumesoma ya kwamba kisha baada ya mambo haya Ayubu akaishi miaka 140. Baada ya yale yote alipitia, baada ya ule uchungu alipita ndani yake, baada ya ile kuomboleza kwingi, after that Job lived 140 years. Na aliona wanawe na watoto wa wanawe hata vizazi vinne. He saw his children and their children to their fourth generation, because it was after what he went through. After yale mambo yote alipitia, God of after this, God of after that, alikuja na kaingilia maisha ya Job. It's nearly overnight, Job was shattered. Kwa siku moja maisha ya Job ilibadilika. Within a twinkling of an eye, mmoja anakuja anamwambia watoto wako wameisha, mwingine anakuja anamwambia kitu fulani chako kimeisha. Aliisha na siku moja. And simply because he knew who God was in his life, alisema ya kwamba mimi najua kwamba mkombozi wangu anaishi. Bwana atukuzwe. Atakana kwamba alipoteza yale mambo yote na zile vitu zote, siku mchana kukaa ni kama kuna giza. Na sisi most of the times huwa tunapoteza kitu tu kidogo na tunaona ni kama dunia imetugeuka, ni kama Mungu hatupendi mara tena, ni kama Mungu hatuwazi mawazo mema, ni kama Mungu ametuachilia. Lakini kwa siku moja shetani kuenda kwa Mungu kuombea Ayubu ruhusa, ati ya kwamba hii mali yote umembariki nayo ndio inamfanya akakae kwako. Lakini Mungu akaambia shetani, nenda ukamjaribu na hiyo mali yote, lakini utakuja kujua kwamba si mali inafanya Ayubu aniabudu. Na ilikuwa tu siku moja, vitu vyake vyote vikaisha, watoto wake wote wakaisha. Tunasomanga historia ya Ayubu na tunapata nguvu ya kuendelea, na tunajua kwamba there is God of another chance, simply because tunasoma na tunaona at the end of the day, at the end of it all, Mungu alikuja na akamlipa mara tena. Lakini yeye mwenyewe alipokuwa anapitia yale mambo, hakuwahi jua kwamba siku moja atakana kwamba hakumkana Yesu. Hata bibi yake akimwambia tukana huyu Mungu na ili ufe, ni kwa sababu yale mambo uko ndani yake ni mazito sana. Hakuwahi fikiria kwamba siku moja yule Mungu atarejesha vitu vyake, lakini alimtumainia tu Mungu. Akasema kwamba yeye alipoingia duniani aliingia bure, aliingia bila chochote, na atakana kwamba atatoka kwa hii ulimwengu, atatoka bado bila chochote. Kwa hivyo ikabidi akamtegemea Mungu. Praise the name of the Lord. Wakati bibi yake alimwambia amtukane huyu Mungu afe, they were in a difficulty time. As mtu mwingine yoyote yule, unaweza pitia kwenye mambo uone afadhali hii maisha yaifike mwisho. Ukiangalia mbele hakuna mwelekeo, ukiangalia mahali umetoka uwezi tamani kurudi, ukiangalia light left and center unapata hakuna njia. Ayubu alifika mahali pale. Marafiki zake walikuwa wanamtembelea na walimjua kama mtu mcha Mungu, na ile kitu ya maana walikuwa wanamwambia ni kwanza ajichunguze sana na vyema, aone ni mahali wapi wamepoteana na Mungu. Lakini Ayubu alijua ya kwamba that his relationship with God was right. Praise the name of the Lord. Unajua saa zingine tunapitianga mambo, wale watu wamekuzingira kwamba walikuwa wanajua kwamba wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mcha Mungu. Kwa hivyo the first thing they think of ni labda huyu ametoka kwa njia za Mungu, labda huyu kuna vyenye amefanya vituko hivi
Mungu akamuondokea. Lakini kitu moja inanifurahishanga ni kwa sababu ya Job. I think the time he had all those trials, na wakati alikuja kumalizia na Mungu kumpa nafasi mara tena ya kuishi, na Mungu kumpa mali mara ingine, I think he wasn't the same Job mwenye alikuwa. Ni kwa sababu alilearn mambo mingi kutoka kwa Mungu. Alitrust Mungu more than he was trusting God before. Same case applies to us. When we are going through things, hardships, when we are going through mambo ambayo tukiangalia na macho ya kimwili tunajiuliza why and why us, why and why me. I think out of hiyo janga uko ndani yake, hiyo unapitia, Mungu huwa anakuja na nakupatia nguvu zingine mpya, unapata imani yako imeinuka. Ayubu alikaa tu hivyo, he was all alone. Hakuwa na rafiki, mwili wake ulikuwa umedhoofika, vidonda hizo. Marafiki wale walikuwa wanamtembelea mpaka wakafika mahali wakaona sasa atakana kwamba ni rafiki yetu, acha ajisort, ajue mahali walipoteana na Mungu. Akasema ya kwamba that all what I know is my Redeemer lives. Na kwamba that God was still on the throne. Atakana kwamba alipitia magumu, alipata nafasi ya kumshukuru Mungu. Naweza jiuliza na nikuulize wewe, wakati uko kwenye magumu, wakati unapitia janga, wakati unapitia mambo ambayo hakuna mtu anaielewa, ni kwa sababu hata marafiki wa Job hawakuelewa ni nini inaendelea. Hata Job mwenyewe Mungu hakumwambia nimepatia shetani ruhusa akuje akujaribu, hakumwambia, lakini aliyapitia tu. That test of faith ilikuwa ya hali ya juu. Hiyo test of love kwa Mungu ilikuwa ya hali ya juu. Na sisi tunajaribiwa tu kidogo hivi, unanugunika the whole day, the whole night, instead of you giving God glory, or instead of us praising God, we tend to kukasirika, we tend to kunungunika sana. Lakini Job, hata bibi yake yule angemuelewa, akimwambia laani huyu Mungu na ili ukufe, hakuwa anaelewa ni nini inaendelea. But God himself knew that this is my servant, and he gave him more grace, sufficient grace, ya kwamba atakana kwamba atapitia magumu na roho yake haijaguzwa, atakuwa mshindi. Jioni ya siku ya leo sio kusema ya kwamba shetani hatugombeangi ruhusa, anatugombeanga ruhusa vizuri sana. Lakini ukipatwa kama hujijui na hujielewi, instead ya kumshukuru Mungu na uone ya kwamba what you are going through is for your own good, ya kwamba Mungu anataka kukupeleka mahali hapo pengine, we start quarreling, we start murmuring, we start complaining, and at the end of the day, because ya kutojua, ya kutoelewa, tunapata tumefail ile mtihani, na ole wetu ni kwa sababu lazima tutarudia. Na wakati unapitia mambo ambayo Mungu amepeana ruhusa, Mungu huwa anakupatia neema ya kutosha, ile ya kwamba each and every day anakuambia mwanangu, you will make it. Anakupatia tu neema, na at the end of the day unajipata ya kwamba wewe ni mshindi, na unatokelezea mahali pale ukiwa na ushuhuda ya kwamba kunaye Mungu huwa anaweza. Ni kwa sababu Job alikaa akasema that I know my Redeemer lives. Ukiona mtu akifika mahali mpaka analaani the day he was born, alikuwa mahali kwa kona, and no one could understand what he was going through apart from God himself. And because Mungu alitaka tu Job apitie yale, na ili tukisoma kwenye kitabu cha Ayubu tunapata nguvu, imani yetu inapata kuinuliwa. That is why Mungu alikubali apitie yale, na ili uwe funzo kwetu ya kwamba hata kama umeokoka, kupitia si shetani. Kupitishwa mambo ni wewe, Mungu anakutaka tu kukufanya ukue laini. And at the end of the day tunaona, because this chapter is the last chapter of kitabu ya Job, ati alifurahia maisha. Zile vitu zake zilikuwa zimeisha, Mungu alimlipa kitu na kingine.
After that, after kupitia hayo mambo yote, God gave him 140 years akaishi akifurahia. Alipatiwa wasichana walikuwa walembo kushinda wale alikuwa nao beleni. Alipewa vitu zilikuwa za dhamana kushinda zile alitangulia nazo. Ni kwa sababu Mungu ni Mungu, na God is not a man that he can lie. Na zingine huwa nafikiria kuhusu ukuu wa Mungu wakati kwanza mtu anapitia jambo ngumu. Ni vingumu za ile unaambiwa yet you are going through a difficulty, and in that difficulty we are expecting you ati usimame kama umechangamka, uanze kusema Yesu anaweza, uanze kusema ya kwamba atakana kwamba ninapitia nimemuona Mungu, atakana kwamba napitia namtegemea Mungu. Instead, and many of us, ni kwa sababu hatujuangi, we tend to kujiuliza why and why us. It's like salvation is a bed of roses, which is not true. Tulipoingia kwa wokovu tulimaanisha business, na biashara ya kuwa umeokoka si tafadhali. Leo unashinda na amani, kesho unapambana na hali zingine hazieleweki. Na uzuri ni kwamba where we can get trust, where we can get refuge, it's only from God. Na ni uzuri wa Job ni kwamba aligundua ya kwamba alijijua yeye ni nani. Aligundua ya kwamba yeye ni mteule wa Mungu. Kwa hivyo hakuna mahali popote pale angetafuta usaidizi apart from God himself. Atakana kwamba alifika mahali juu ya uchungu na kuteseka akalani ile siku aliyozaliwa. Atakana kwamba utafika mahali ujiulize kwa nini you live in this world. God has a purpose for you. God has a reason as to why you are in this world. Praise the name of the Lord. Na akimalizana na wewe, akimalizana na hali yako, utaimba wimbo wa ushindi ya kwamba ni kweli nimemuona Mungu anapendeza. Praise the name of the Lord. Many a times tunashindwa kujua wakati wa Mungu. Tunaonanga saa zingine majaribu kutoka kwa shetani. Hapana. Na si haitakuwa rahisi when you are going through tough times. Unajipatanga most of the times you are all alone. You need help. Surely I can help, but Mungu ananiweka mbali na wewe. Ni kwa sababu kuna yale mafunzo Mungu mwenyewe anataka akufunze. Kuna ile kiwango Mungu anataka akufikishe. Kuna pahali pale Mungu anataka akufikishe. And because glory and honor at the end of the day shall go back to our maker. Na Mungu hagawani. God does not share his glory with a man. That is why anapambana na wewe. Anaondoa wale watu wote wanaweza wakakusaidia. Because I think Job angeita wale watu walikuwa wanaomba pamoja na yeye, na wangeomba na hii kitu ingeisha. Lakini Mungu aliwaweka mbali. Instead ya waone Mungu, waliona vile Job anaweza kuwa amefanya makosa, amefanya dhambi, ndio maana anapitia yale alikuwa anapitia. Hata leo naweza ona dada Anita anapitia jambo fulani, niseme ni vile tu, na nilikuwa tu ninasema ni vile. Siku hizi anajiweka hivi, anakaa hivi. Yani instead ya nifikirie kiungu ya kwamba anaweza kuwa anapitishwa hiyo, ndio Mungu ampeleke kiwango kingine. Leo ndio Mungu, maybe kuna baraka Mungu anataka kumbaliki. Like when we were in school, there is no way ungeenda to the next class kama hujajaribiwa. Na wakati wetu ilikuwa mbaya sana, sio wakati huu. Wakati wetu tulikuwa tunapangwa line kubwa crossing day na wazazi wote wako. Wa mwisho alikuwa anatafutiwa kitawi kikubwa anavinekerewa na huku nyuma. Yani ilikuwa madharau ingine, mpaka ulikuwa tu unasoma ni kwa sababu ni lazima usome, ukikumbuka ya kwamba mtapangwa. Ilikuwa ina happen mostly that term, ndio muende next class January. Wazazi wote wako kwa mkutano.
na ni kwa uwanja. Nyinyi wote mmepangwa line, na unasikia kama ni class 2 wanapangwa line mpaka wa mwisho. Alafu ile kitu sasa ilikuwa ni baya, ni ile kulikuwa kuna kurudia hiyo class. Kwa hivyo kuna zile marks zilikuwa wao ndio wanafaa kuenda class 3 and the rest should remain in class 2. Sasa tulikuwa tunaulizana, we ulisikia pass mark ni gapi? Yaani ile uoga ya usikuje kurudia. Yaani imagine mama yako amekuja, wengine wazazi walikuwa wanatunyoroshea tu huko tu. Huko kwa mikutano huko unatandikwa vilivyo. Yaani huyo mzazi akihesabu ile gharama amekulipia school fees the whole of that year and still you want to go back to the same class 365 and a quarter days tena kwa hiyo class, anasikia hapana. Sasa tulikuwa tunapagwa line mzima, alafu mwalimu anatuuzia uoga ile ati anakuja kukata mahali sasa wenye wataenda to the next class. Si ilikuwa stress. Wacha akuje akate alafu aseme ni uoga, na wengine wamefaint wameanguka, wengine wazazi wao wameinua tu juu hivi umechapwa kama kitu kingine, mpaka Mungu atuhurumie. Hivyo ndivyo hata kwa Mungu kuko. Akisema pass mark ni hapa, kama umeanguka si tafadhali you go back to the same class. Na imagine ile mtihani utafanya sio yenye ulikuwa umefanya. Sasa hiyo itakuwa imeongezewa maswali mengine gumu zaidi ya hiyo. Hakuna kitu mbaya kama mtihani ya kurudia. Inakuanga gumu kushinda ile ulifanya kwanza. So, for you to go to the next level, kubali ya kwamba unapopitishwa si shetani. There was a time nilikuwa nasema wakati Yesu na wanafunzi wake walikuwa kwenye melikebu, na walipokuwa wakienda tu juu maji, ikafika mahali mawimbi yakawa mengi, and I think that hiyo melikebu as it was sailing ikaanza kuyumbayumba kwa maji, na the disciples because ya uoga I think walikuwa wamejaribu yao yote yenye wangeweza. Naye Yesu hapa amelala usingizi. Sasa mpaka wanashindwa. Yaani sisi tunang'ang'ana kutuliza hii kitu, kuona venye tutasaidika, na huyu ni kulala amelala. Walipomuita, in fact hakuteka hata time, aliamka tu na akatuliza yale mawimbi, na wakaendelea na safari. Mpaka wakaulizana, who is this man? Kwa hivyo walikuwa na yeye lakini hawakumjua na hawakumtabua, and they didn't know vile anaweza fanya. Unaweza kuwa na Mungu ndani ya maisha yako na huwezi jua ile kitu anaweza fanya. Na no wonder tunasumbukanga saa zingine na mambo tudogo, and little did we know that the one in us is greater than the one in this world. Praise the name of the Lord. Tunajipata saa zingine yale mambo yanakusumbua, yale mambo yananisumbua, haifai kunisumbua, hayafai kukusumbua. Ni kwa sababu hatujui yule Mungu ako ndani yetu. Ni vizuri tuelewe Mungu wetu, ni vizuri tujue Mungu wetu vyema, na tujue yale Mungu anaweza fanya ndani yetu. Because wale watu wangelijua ya kwamba tunaye Yesu ambaye anaweza tuliza haya mawimbi, in fact hata hawangeng'ang'ana. I think hata Yesu akifanya yale alikuwa anajua kuna kitu itatokea. Na mpaka aliwauliza, kwani imani yenu iko wapi? Wacha nikuulize adhuhuri ya siku ya leo, imani yako iko wapi? Ni kwa sababu maybe you are in a situation that you are not supposed to be in it, simply because you hautambui Mungu wako, simply because unadeal na hiyo kitu wewe, unacheza kama wewe, unadeal na hiyo kitu sasa wewe, ndio maana inakushinda. But if you involve God in that hardship, in that situation, it will be easier. Wakati walimhusisha Yesu, it was easier for them to go on with their journey.
If you will involve God in what you are going through today, he will make your life easier. He will make your journey of salvation easier. Like when unapambana na mambo yote, unajua okay, sometimes we tend kujifanya tunajua na ni ile hatujui. Ushaifikiria ya kwamba hata ile kitu kidogo unaonanga ni kama wewe umejifanyia, sio wewe. Unajua kuna mambo mengine tunaonanga hii sasa wacha nipambane nayo, there is no need of involving God in this, I will do it my way. Ole wako, ole wangu. Ni kwa sababu kwa kile kidogo kikubwa wacha tumhusishe Mungu. I think wao walikuwa wamezoea kuenenda na hizo boats na hizo vitu. Kwa hivyo maybe walikuwa wamezoea kwamba at times mafuriko yanatokea, mawimbi yanatokea, na kulikuwa na ile njia wao walikuwa wanatumia, lakini hiyo siku ilishindikana. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka kujua their level of faith. Mungu alikuwa anataka kujua wamemwamini kiwango gani. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Kuna yale mambo unapita ndani yake, ndio Mungu ajue kiwango chako cha imani inatoshana aje. How much do you trust in this God? How much do you believe in this God? And that is why you are going through all what you are going through. Ndiposa uweze kumhusisha Mungu, uweze kuminvolve kwa hiyo mambo. Na in fact ukimhusisha utapata kumbe ilikuwa kitu kidogo hivi. Job atakana kwamba alipitia, hakumwacha Mungu even a single day. Atakana kwamba watu hawakumuelewa mpaka bibi yake mwenyewe kumwambia laani huyu Mungu na ili ufe. Atakana kwamba marafiki zake ile kitu kubwa wageona ni kwamba wewe chunguza njia zako na Mungu, maybe kuna mahali tu umedivert. Walimtembelea mpaka wakachoka. They accused him of anything because walikuwa wanashindwa. It's like tukue tuna group ya maombi, all of a sudden kitu itokeleze mtu mmoja, na ni kitu yenye hatuelewi, na ni kitu yenye hatutambui. Kwa hivyo kama watu before to consult Mungu tutakuwa na answers sisi. Na ndio au marafiki wa Job walifanya. Na because God knew that what Job was going through, the grace of God was so sufficient to this man. Mungu hangekubali hata siku moja huyu jamaa ashindwe. Na ndio maana Biblia inasema kwamba hakuna siku Mungu atakujaribu, leo utajaribiwa na yale mambo hutawezana. Utajaribiwa kulingana na mahali imani yako imefikia. How you trust God, itafika tu, haitaenda beyond juu itakulemea. Na hiyo Job Mungu alikuwa anajua atakana kwamba nitapeana ruhusa huyu jamaa akajaribiwe na usiguze roho yake. Mungu anatujua vyema. Mungu anatuelewa vizuri. Anajua ya kwamba atakana kwamba hutakuwa na kitu fulani kwake hutatoka. Atakana kwamba kitu fulani itaisha kwake hutatoka. You are not there because kwa zile baraka Mungu amekubariki nazo. And we learn a lot kuhusu Job. Na ni mambo ambayo yanatutia moyo kujua kwamba it is not because we are blessed ndio maana tunakaa kwa Mungu. Atakana kwamba kuna Wakristo wa sampli hiyo. Unapata mtu ameokoka, alikuwa na mali, sasa ile amenenda na Mungu, hiyo mali imeisha. Na bibi inaisha juu hukuipata na njia halali. Labda Mungu anataka anza na mimi, nikubaliki mimi kama Mungu, nienende na wewe mimi kama Mungu. Ndio maana anaondoa yenye ulikuwa umejitafutia wewe, sasa ndio akuja akubaliki na yake. Lakini ni ngumu kwa mwanadamu kuelewa. Instead unaona kafakuma kwa gai ni todo kwa. In fact, na ndio maana unasikianga watu wakisema wale watu wanajitanga wokovu ndio wako na mashida kushinda wale watu wa dunia. Na ni kweli, ukiangalia saa zingine unaona ni kama ni ukweli. Ginyokali huo ikakuwa na ukali ulimoi.
Yani ukaigua togea ba kumira uthiwe hangire ucoke riu uke wina indo, but it's all in vain. Itaisha. Mungu ni nani? Hakuna kitu Mungu, kama Mungu anaondoana kama wanadamu, si mali tu. All what I would like to say is this afternoon, kama vile Mungu, kama vile Job alienenda na Mungu despite the hardships, despite the difficulties, despite mambo mengi alipitia, kutoka kwa marafiki, kutoka kwa bibi yake, kutoka kwa society, alistick kwa Mungu. Naye mwisho wa mambo haya yale yote, after what he went through, God alimtenda mambo makuu na ya ajabu. Na ndio maana historia yote ya Job, ukianza na Job 1, unapata atakana kwamba alipitia, at the end of it all, Mungu alikuja na akamlipa. There is God of another chance. Ushuhuda ni mtamu sana ukielezea watu, lakini ukipitishwa, ukitengeneza hiyo ushuhuda, oi. Sasa kama Job angelikuwa arrive, tuseme yako huku duniani, tunajuanga anakuja hapa atoe hii ushuhuda yote tunasomanga hapa, ni tamu sana tukisikiliza. Lakini wakati alikuwa anapitia, hakuelewa, hakujua, aliona kuchukiwa na Mungu, aliona Mungu kumwachilia, but God is good. Hata yale unapitia siku ya leo ni ushuhuda wako wa kesho, ya kwamba utasimama na uelezee mtu mwingine, usilie, ni nyumba imefungwa, usilie, ni kwa sababu yangu hata haikufungwa mwezi, ilifungwa miezi, na Mungu alikuja na akatenda makuu. Maybe wakati huo utakuwa umejenga, unakaa kwako, na unapata mtu mwingine sasa hiyo ndio amesumbukana. Bwana atukuzwe. Kuna watu ambao unapatanga, maybe tuseme mtu alioleka, hakupata mtoto, na anahesabu miaka 5 imeisha. Yale mambo amepitishwa na hiyo familia, ni Mungu mwenyewe anaweza elewa. Na wewe ulikaa 10 na Mungu akakupatia mapacha. Kwa hivyo you have a testimony to that person. Sasa zingine atupitiangi juu ni sisi, unapitishangwa ni kwa sababu ya mtu mwingine ambaye hata kuwa na imani kama yako. Utaweza kumwelezea, umwambie ni kweli. Mimi leo hii nasemanga, I have a story to tell. I have a testimony to testify. Niko na mambo ambayo naweza kalisha mtu chini na nimwambia kwamba kunaye Mungu juu mbinguni. Kuna Mungu huwa anatenda. Bwana atukuzwe. Lakini wakati sikuwa nimeyapitia, nilikuwa naona ni kama movie, ni kama video, ni kama hata singeelewa. Lakini when you have gone through a certain thing, when you have experienced a thing or kitu yoyote ile, mtu mwingine ukisikia go through hiyo kitu, in fact unakuanga na nguvu za kumwelezea, sio story, unamwelezea. Mimi there was a time nilisema, na up to date, mimi sitaipata mtu eti amefiwa na mtoto ama amefiwa na mtu across relative nimwambie pole. Nilisema sitawahi na siwezi dhubutu, because kitambo nilikuwa na unahurumia mtu mpaka labda ni rafiki yako, una claim to verses kiasi eti ni tu kumtia nguvu. Ujinga. Nilisema sitawahi, because it was just like the other days and I found that my husband is normal. Sasa nilikuwa na shidwa, yani unaangalia watu, unaona rado makimaku mageti ne mokete, hadi akibit this boy, unashidwa nini huyu? Little did he or she know what I'm going through. Mtu anakuja hapo, wacha Biblia inasema. Biblia saa ngapi? Kuna wakati Mungu hahitajingi hii mahubiri. Kuna wakati mtu hahitaji ushinde ukimwa Biblia imesema, ashiki haelewi na ajui. Wewe kaa na Biblia yako na mafundisho yako wakati kama ule. Wakati huo, yani mimi mpaka nilikuwa na zingine najichuna hivi, najiuliza, na ni kweli ni mimi? Mpaka unajiuliza, kwani dunia inakaaga aje? Aki unaweza tusi mpaka Mungu. Mimi mpaka nilikuwa nimeambia Mungu, mimi na wewe tuorano kege ikale nikionoko kiana tikava. Yani guy,
There is God of another chance. Ya kwamba ni mimi siku ya leo hukaa na furahia na cheka. There is God in heaven. So, what I want to say is, kuna wakati hata Job hakuwa anahitaji hiyo mahubiri mingi because of what he was going through. Naweza kupata na shida fulani, nisishinde hapo nikikulifaa kwa Biblia that the Bible says. Hapana. Hata wakati kama huo nikikuja na story ya Job hushiki, huelewi. Na zingine asamanga, yale mambo ingine tunapitianga, it's only God himself can feel the pain. It is only God himself can understand what we are going through. Sababu mimi, wakati mtu alikuwa anakuja ananiambia, Aki Beatrice, I understand what you are going through. Unaweza mweka coffee, na sasa ushidwe, si wako akufe, at least tunaweza understandiana. Ino to understandane hindi yo, ruko waku ndariho. No ru waku atigania thire wira, we, tutingikiguana, hatuwezi. Waku ni ateyo ri hingurira geti waine, nie ngahingurira hongai. Mambo ingine ni gumu, ni mazito. Na saa hii naweza pata, na saa zingine nasikianga mtu bwanake ameaga, narudi mahali pale. Najaribu, imagine hata kama wangu waliaga, hata wako aage leo hii, I will not feel that pain that you are feeling. I will not try. Hata siwezi jaribu kukwambia I understand what you are going through. Siwezi. Kwa hivyo mtu akikuja akwambie, Dirago, I know what you are going through, hajui, anyamaze. Mtu kama huyo unataka unaweza mkemea, hajui. And the better thing ni, afadhali tu unyamaze, uende kwa Mungu, ukamwambia asaidie huyo. Instead ya kushida hapo na mambo mingi haieleweki, that eti saa ile nilianza kupitia ndio umekuwa rafiki yangu wa karibu, unanitia moyo, tigana anie. Mwenye na Ngai. Okuria Ngai akanyumiriria. Otherwise, adhuhuli ya siku ya leo, ninalo himizo ya kwamba usiangalie yale mambo, usikubali kuchukuliwa na yale mambo you are going through. Unaweza lose the focus. Usikae chini ujihulumie, ujiulize why and why me. When you are going a certain thing, just ask God, kama ni wewe Mungu napitia haya mambo na unayajua, just give me grace na ili uweze kuyashinda. And when God will be with you through all that time, at the end of the day utakuwa mshindi. Bwana atukuzwe. Kama unayapitia na Mungu ako ndani ya hayo mambo, when Jesus was in this kabut na wanafunzi wake, because Jesus was there, kila kitu ilitulia. If you will accept God to walk with you, to go with you, even when you are going through difficult times, it shall be well with you, because mwenye amekuongoza, mwenye amekushika na mkono wake si mwanadamu. Mimi naweza nikajisacrifice kwa ile mambo naona unapitia, lakini nijitoe leo na kesho nyone ni ulimo niachane na wewe. Juu mimi ni mimi. Na nitaboeka na nitachoka. Lakini Mungu akienenda na wewe, akikushika na mkono wako, atachoka mpaka umalize hiyo test. There must be a test for you to come out with a testimony. There must be a test. Na zingine hazitakuwa shangwe na vigelegele. Zingine ukielezea watu watakuwa na kuangalia hivi, wanajaribu kulilete wewe na hiyo kitu unasema. Wanasema hapana. Wenye waliona Job akipitia, wenye waliona Job amebarikiwa mara tena, I think walikuwa ni wewe, si wewe, niwe nitake agatitawe aga ni yeye. Kwa hivyo jiweke vizuri kwa Mungu despite ya mambo mingi, ni kwa sababu mateso hayana budi kuja, majaribu hayana budi kuja. Mwimbaji wa wimbo aliimba akasema, mateso yake mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana umponya ovu zake zote. Huhifadhi mifupa yake yote,
haukuvujika hata mmoja. Bwana asifiwe. Nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Tukuzeni Bwana pamoja nami. Tunalihimidi jina lako Bwana adhuhuri ya siku ya leo, ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante ni kwa sababu tumesoma katika neno lako atakana kwamba Ayubu alipitia mambo magumu na mazito. Wewe Mungu ulikuwa Mungu, na alifika mahali akasema ya kwamba anajua ya kwamba mkombozi wake yuaishi. Hata sisi adhuhuri ya siku ya leo tunajua ya kwamba, na tunasema ya kwamba wewe ni Mungu ndani yetu. Kwa hali zozote zile tunaweza kuwa tukipitia, wewe ni Mungu. Tunakupatia kibao mbele maishani mwetu Bwana, na kwa yote Bwana ukatushike na mkono wako, ni kwa sababu mkono wako uko na nguvu na uko na uwezo, na ukituongoza na ukitushika na mkono wako, kwa hakika Bwana tutaitwa washindi, ni kwa sababu hata wewe ulishinda. Tunaomba nguvu za kushinda majaribu. Tunaomba Mfalme ukainue imani yetu, na ili tutakapokuwa tunapitia tukutazamie wewe. Ni asante ni kwa sababu ya neno lako. Tunakuomba Bwana ukubali likafanye kazi, likatende kazi ndani ya maisha yetu kwa kila siku, kwa maisha yetu ya kila siku Bwana. Wacha tukaone ukuu wako na nguvu zako zikitenda kazi ndani yetu, katika jina na damu ya Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. God bless you. Nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Kama mko na sadaka yako, kubali kuiweka tu hapa kwa madhabahu, and God will bless you.